Kwa hivyo tuko na challenge kubwa sana. Kwenye association yetu tulianzisha program na University of Nairobi, but nia yetu haswa ilikuwa ni wafanye research. Lakini hizi miaka zote imekaa mpaka wa sasa haijachukua jukumu la kuchukua hiyo sign language kuwa kama academic course kwenye ratiba yao. Lakini tunajaribu ila tuwezavyo tupate kwa katika katiba iko article kwenye article 73B inasema kuwa serikali lazima promote development of Kenyan Sign Language. Kwa hivyo ni serikali lazima iwe na pesa fulani ile itapatiana kufanya research na kudevelop hiyo iwe imejengeka kabisa, ndio tupate watu wakijifunza na iwe ya kujulikana Kenya mzima. Tunataka iwe ifundishwe hata mpaka up to degree level, watu wafanye mpaka PhD kama nchi zingine, lakini unapata kuwa bado kuna hiyo changamoto, lakini tunajaribu. Pengine muungano wao una takwimu zozote ambazo zimetolewa za watoto ama watu kwa jumla na hasa wanafunzi ambao hawana uwezo wa kusikia wala kuongea nchini kote? Vile nilikuwa nimeeleza hapo awali, kuna hawa walimu wale wanafundishwa kwenye taasisi za serikali kama Kenya Institute of Special Education. Lakini sisi kama the association kazi yetu ni hiyo advocacy generally. Wale wanakuja kwenye ofisi wana interest ya kujifunza sign language, sisi tunawahudumia, refer pale pa kujifunza pia. Wale wana watoto tunawahimiza mahali pa kupeleka watoto, lakini serikali kutoa pesa tuseme kwenye association yetu ama kutusaidia haijatupatia msaada wowote. Association pengine wanafahamu wote kuhusiana na dhulma kwa watoto wasio na uwezo wa kusikia wala kuzungumza? Tuna hiyo habari, tusiupata habari kama hiyo kwenye shule, na huwa tunajaribu na pengine tueleze kama kuna watu ambao wameadhibiwa, kufunguliwa mashtaka na pengine kuhukumiwa. Kuna mambo zingine kuna watu wengine wamehukumiwa kwenye kotini. Na hata walimu wengine walifutwa kazi, wale walihusika na hicho kisanga. Alafu lakini saizi tunahimiza kuwa serikali lazima iingilie kati, tuone kuwa mambo zingine zinarekebishwa kwenye shule za wale wasiosikia. Tuna imani kuwa mambo yaweza badilika. Vile mwenzangu William amesema, kama unaona KCPE, KCSE tulikuwa na complain, hata tukaandika barua kwa National Examination Council kuambia wakati wowote ule wanaenda kupatiana hii habari kuwa matokeo ya mtihani lazima tukue na mkalimani pale. Hii imefanyika mara mbili na tuko na hiyo mtihani ya sign language inafanya, na kuna watoto wamefanya hiyo mtihani. Sasa wanategemea watasikia namna gani matokeo yakiwa yanatangazwa. Pengine swali hili nitaliuliza Sila, kwa sababu Sila wewe unashirikiana na watu wasio na uwezo wa kusikia na kuzungumza. Mara nyingi mahakamani wanapopatikana na hatia, je, wao huwa na wakalimani ambao ni wanaweza kuwawakilisha vizuri ndiposa waweze kujieleza kuhusiana na kesi ambazo zinawakabili? Hapo ni changamoto kubwa, kwa kuwa kuna shida moja ilitokea. Hata sasa kuna mtu mwenye ulemavu wa kusikia alifungwa maisha kwa kuwa yule mkalimani aliyekuwa pale hakumsaidia vilivyo. Na si huyu mtu mwenyewe ambaye alimchagua. Aliletewa tu mtu pale na mzazi wake, akaambiwa huyu ndio atakayekuwa mkalimani wako. Na hata hawakujua ametoka wapi, amesomea vipi. Kwa kuwa
pia katika ukalimani kuna ukalimani tofauti. Kuna ile tunaita nyanja ambayo umezoea. Kuna wale wamezoea udaktari, kuna nyanja pengine kama ni ya kisheria, kuna wale kanisani. Kwa hivyo mkalimani si mkalimani tu muite kwa kuwa anajua lugha ya ishara. Kwa hiyo ilikuwa ni shida kubwa, lakini tunajaribu vile tutakavyoitatua. Ungeulizwa iwapo utoe ushauri, ungeshauri vipi kwa mfano serikali ama hasa Wizara ya Elimu ambayo inafaa kuangazia swala hili kuanzia chini hadi juu? Mimi ile ningeuliza sana washirikiane na Kenya National Association for the Deaf na mashirika mengine yote ambayo yanahusika na watu wenye ulemavu wa kusikia. Waweze pia kutafuta njia ambao wanaweza kuza elimu pia ya watu wanaotaka kusoma lugha ya ukalimani na pia kuendeleza mambo ya lugha ya ishara. Hapo itatusaidia na kila mtu atafaidika. Kauli zako za mwisho kabla tuulize Bwana Nixon kauli zake za mwisho. Mimi ningeomba shida hii ambayo imetokea katika shule ya Kamboi iweze ikatatuliwa haraka iwezekanavyo, kwa kuwa ni watoto wetu na wanaumia, na nashukuru sana kwa KTN kutupatia nafasi na hata kuangaza mambo haya kule. Na ningeomba hata wengine pia wafanye vile vile ili tuweze tukasaidia watu wenye ulemavu pia. Asante. Bwana Nixon, kauli zako za mwisho tafadhali. Kauli yangu ingekuwa kuwa, unajua ule mtu tunasema ule mtu ana hiyo tuseme hiyo changamoto ndio anaelewa kabisa haswa kinachomfaa. So ni muhimu sana watu kufanya kazi na sisi so that tunaweza kupata the correct guidance, kwa sababu kuna watu wengine wana assume kuwa whatever wanafanya ni sawa, lakini tungependa kuwahimiza watu wengi kuwa wafanye consultation na the association ndio wapate guidance swa ile inafaa na kuwaelekeza vizuri vile wanaweza fanya kazi kwa vizuri na tufanye kazi kwa pamoja. Na pia inatakikana tupate wale watu wenye wako na interest ya watoto walio na ulemavu wa kusikia kuwa incorporated kwa mfano kwenye board, ndio waweze kuwa wanaelezea haswa kinachotakikana na kinacho weza kutatua shida zingine tunaona hizi ndogo ndogo. Sasa tunaweza kuhimiza Wakenya wote wale wanaotaka kujua lugha ya ishara, kuna opportunities nyingi, kwa sababu tunaweza elewana. Sisi kama watu wasiosikia sio hati hatuwezi, lakini tunaweza fanya chochote kile. So mkitupatia opportunity sisi tutaweza. Na asante sana Nixon Kakiri, William Sila, Flora Lucy kuweza kuitikia wito wetu. Na mtazamaji pia asante sana kushirikiana nasi katika sehemu ya pili. Juliana, utanuia radhi kwa sababu ya kikohozi ambacho kimenibana hapa, lakini hakija tuzuia kuweza kuzungumzia masuala haya ambayo tumeangazia jioni ya leo. Asante sana. Jina langu ni Mary Kilobi, na muona Ivono Kwara Matole ataji moya kwenye studio tayari kukuletea makala. Basi jina langu ni Mary Kilobi, kwa heri.